tulikuwa na mambo FGM zaidi, na kwa sababu tuko na wanawake wengi sana wamejitolea. Kuna mama ambao wanaitwa Mama Esha, kati ya wale ambao wamejitolea kabisa kuhamasisha katika hii kijiji, na yeye alikuwa ni mtu mkeketaji na aliacha na alitangaza msimamo wake thabiti, na kwa sababu yeye anahamasisha na tunasaidiana na ofisi, na ilijulikana kwamba hili jambo haliko kwa dini na watu walielewa ilikuwa ni mambo tu ya kitamaduni. Kwa hivyo maimamu pia kwa sababu wamehamasishwa zaidi na shirika tofauti, nao wamejaribu kuhamasisha jamii ya hapa, na watu sasa wameelewa kwamba haya mambo ni mambo tu ya kitamaduni, si mambo ya dini. Kwa hivyo watu wengi wameacha na uhamasisho unaendelea. Tunashukuru sana. Mwaka hii sasa tuna hakikisho ya kwamba ile mwaka iliyopita na hata hii hakuna cases ambao ni ya tu. Sisi ni kuwa vigilant wakati huu likizo, kwa sababu kuna watu ambao wanasafirisha watoto wanaenda sehemu tofauti, ndio pengine tunatarajia vitu kama hizo. Hiyo ndio hamasisho tunafanya, ili mtu asiende kwa ndugu zake, sio shangazi yake sehemu fulani, wakati ako huko pengine afanyiwe, wakati shule ifunguliwe pengine irudi. Hiyo ndio changamoto kidogo, pengine tutaweza kuangazia zaidi upande ile. Katika location hii tuko na changamoto nyingi, hasa upande wa GBV, gender based violence. Shida kubwa ambayo tuko nao ni watoto kuozwa mapema. Ile kubwa ambayo tumeshuhudia katika area hii. Rate ya watoto kutiwa mimba ama kuacha shule iko chini kidogo hiyo. Lakini shida kubwa tuko nao ni mtoto msichana ambaye hata hajafikisha miaka 18 kuelekea juu anaozwa mapema. Changamoto ambayo tuko nao ni hiyo. Kama ofisi ya serikali tumeshirikiana na mashirika nyingi. Tulikuwa tunasaidiwa na one of the organization ambayo inaitwa Plan International. Walikuja wamehamasisha zaidi mambo na FGM. Nafikiri katika hiyo village 11 tumecover almost ile kijiji ambayo tujafika kwa sababu ya ile distance ni hiyo ya Fodima. Lakini the rest 10 villages tumefika na tumeelimisha watu kuhusu mambo na FGM, mambo na GBV na haki za watoto. Kupitia ofisi ya Children pia mtusaidia zaidi, na tunaomba zaidi mashirika ambayo kwa si serikali vile Saitan Africa pia mjitokeza. Tunashukuru kwa sababu vile mtakuja ndio wananchi pia watapata njia ya kuelimika zaidi. Nimefurahi leo kutembelewa na shirika la Tan Africa na wakiandamana na watu wa Groups Kenya, Children Department na washikadau tofauti kutembea kijiji cha Mkomani, ambao kijiji chenye kilikuwa kimefichika, lakini saa hii ni kama kimetoka, maana mashirika wameanza kuingia, mashirika tofauti kusaidia au kunisaidia mimi katika kazi yangu ya kukomesha dhulma dhidi ya jinsia. Dhulma ambayo saa hii imeanza kujitokeza ni mimba za mapema. Kidogo tulipata kesi moja ya incest na hii early marriage, lakini hizo zote tushazipeleka polisi, zinashughulikiwa. Moja mbili ziko kotini, na wenye wamedhulumika na imani ya kwamba watapata haki yao. Mara kwa mara huwa ninaweka vikao na wazee wa jamii, wazee wa Mazuni location, ili wazazi wazidi kuwalinda watoto wao muda huu wa likizo, maana hii likizo ni ndefu na watoto kama tutawaacha ndio watazidi kuharibika na itakuwa ni hasara kwa jamii ya watu wa Mazuni. Hali ya dhulma ya kijinsia si mbaya sana, ilikuwa kidogo kulikuwa na shida ya watoto kudhulumiwa na wazazi wao. Lakini kwa sababu tulikuja tukaliona na tukalikemea, na wale waliopatikana wakachukuliwa hatua za kisheria, kidogo wazazi wamerudi nyuma. Ile shida ambayo tunakumbana nayo saa hii ni shida ya wazazi kutelekeza watoto wao. Mfano kutowajibika katika masomo yao na nini, na hiyo ndio tunachukua hatua, manake tunaita wazazi, tunawakusanya, tunazungumza nao, na kwa uzuri ukiuzungumza nao
wanachukua majukumu yao, watoto wanawarudisha shule, wanawashonea kama ni uniform, kama ni pesa ile kidogo ya mpishi na nini wanawalipia, watoto wanaendelea na masomo.